The Lord owns you all. Bwana anaimiliki nafsi yako yote. That's why I'm bringing you today. Hapo ndipo ninapokuleta siku ya leo. He owns everything that you are. Anamiliki kila kitu ambacho ni nafsi yako. Because the Almighty God, He created you for His pleasure. Maana yeye ni Mungu mkuu mwenyezi na alikuumba kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. You understand? It may not sound sweet, but it's alright, right? Yawezekana isiwe tamu kwako, lakini ni sawa. Now let us be personal, right? Sasa wacha tuingie mtu kibinafsi. So you guys can go home and just say, Lord, please clean up my tongue. Ili kwamba mnaweza kurejea nyumbani na kusema kwamba tafadhali Bwana, takasa ulimi wangu. It's very important. Ni muhimu sana. And remember one thing. Nakumbuka jambo moja. Miriamu. Aaron and Miriam. Haruni na Miriamu. When they came before Moses, walipokuja mbele zake Musa, they murmured and were judged by God. Walinungunika na wakahukumiwa na Mungu. The tongue. Ulimi. Do you hear me? Je, wanisikia? They murmured in the presence of Moses. Walinungunika uweponi mwa Musa. Even behind the scenes. Hata kule nyuma. Hasn't God talked with us also? Je, si Mungu ameongea pamoja nasi pia? And God judged them. Na Mungu akawahukumu. Do you hear me? Je, wanisikia? Do you understand how God treats the fruit of your tongue? Je, waelewa jinsi Mungu anachukulia tunda la ulimi wako? With gravity. Kwa uzito. I may not touch everything. Yawezekana nisiguzie kila jambo. But at least you understand the picture now. Lakini anga sasa unaelewa ile taswira. They murmured in the desert and God killed them. Walinungunika nyikani na Mungu akawaua. They murmured against Moses and actually he made her have leprosy. Wakanungunika dhidi ya Musa na Mungu akamsababisha Miriamu awe na ukoma. And all that, and then she was healed. And then the others opened and the earth swallowed them. Na wale wengine inji ikafunguka na kuwameza wakiwa wazima. Do you hear that? And now, that same God has not changed. Na sasa huyo Mungu sawa hajabadilika. He is the same God in the Old Testament, New Testament. Ni Mungu yule katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Right? Why have you changed him in Kenya? Kwa nini mmembadilisha hapa Kenya? Why have you changed him in this church? Kwa nini mmembadilisha katika hili kanisa? You have made him look like, you see, he's sweeter now. He can tolerate a lot of abuse. Mmemfanya aonekana kana kwamba yeye ni mtamu na anaweza kustahimili matusi mengi. Why? Kwa nini? They murmured against holiness, against the Holy Spirit, and God Himself killed them. Walinungunika dhidi ya utakatifu, walinungunika dhidi ya Roho Mtakatifu, na Mungu mwenyewe akawaua. You see, the tongue. Ulimi. The tongue. Ulimi. I'm taking you into an area where you'll understand that you have to be careful before you speak. You understand? Ninakupeleka katika maeneo ambayo utaelewa kwamba ni lazima uwe makini kabla uongee. And seek God and say, Lord, since you own me. Na umtafute Bwana na kumwambia kwamba, Bwana, tafadhali kwa sababu unanimiliki nafsi yangu yote. Please, many times when I'm coming to preach, He has already shown me this meeting at night. I've seen the meeting already. Mara nyingi wakati ninakuja kuhubiri, tayari amenionyesha huo mkutano usiku. The meeting, I've seen it already. I could just come and say, no, I've seen that meeting, I'm going to preach. Mkutano tayari nishauona usiku katika ndoto. Ningeweza tu kuja na kusema kwamba huo mkutano nimeona ninakuja kuhubiri. No. La. I tell him, Lord, help me. Namwambia kwamba Bwana, nisaidie. Help me so I may speak only what the Holy Spirit wants me to speak. Nisaidie Bwana ili ninene tu kile ambacho Roho Mtakatifu anataka ninene. Help me. Nisaidie. So let the Holy Spirit help us to speak. Basi wacha Roho Mtakatifu atusaidie kunena. You see, and use the tongue. Na kuutumia ulimi. Because we find that there is judgment resident around the tongue. Maana tunapata kwamba kuna hukumu ambayo imo katika huu ulimi. Just murmuring. Kunungunika tu. And they were killed. Na wakauawa. You see, the earth opened and they were swallowed. Na ardhi ikafunguka na wakamezwa. And that God has not changed. Na huyo Mungu hajabadilika. He said, I change not.
I'm the same God. Anasema kwamba sibadiliki, mimi ni yule yule milele yote. You see, why has this church lied? Kwa nini hili kanisa limedanganya? When Acts chapter 5 has not been repealed or changed. Wakati kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 5 hakijabadilishwa. Why has this church lied? Kwa nini hili kanisa limedanganya? Because we have worshipped another God. Kwa sababu tumeabudu miungu zingine. A sweeter God. Mungu mtamu. This church has worshipped another God. Hili kanisa limeabudu Mungu mwingine. This church, the church is you, remember, you, individual you. Hili kanisa, nakumbuka hili kanisa ni wewe. Yani wewe kama mtu binafsi. Has not received the Holy Spirit. Hili kanisa halijampokea Roho Mtakatifu. And so the church has lied. Na basi kanisa limedanganya. But if your boss asks you to lie, choose the Lord. Lakini ikiwa boss wako atakuuliza kwamba udanganye, wewe mchague Mungu. Choose the Lord. Mchague Bwana. Tell him, you know what? I don't want to lie anymore. Mwambie kwamba unajua nini? Mimi sitaki kudanganya tena. Maybe it's time for me to look for another job. It may not be easy, but I'm going to walk with the Lord and find another job. Labda ni wakati kwangu kutafuta kazi nyingine. Yawezekana isikuwe rahisi, lakini nenda kutembea na Bwana na nitafute kazi nyingine. You see, let us choose Christ. Wacha na tukamchague Kristo. The Lord has called us to be high priests Bwana ametuita tuwe makuhani wakuu of the order of Melchizedek. katika mpangilio wa Melkizedeki. In the Holy of Holies. Katika patakatifu pa patakatifu. Remember the Holy of Holies. Kumbuka patakatifu pa patakatifu. There is also judgment there, somebody. Pia kuna hukumu mle ndani mtu. The high priest had bells tied on his legs. Kuhani mkuu alikuwa na kengele zimefungwa katika miguu zake. If he was not walking right and he walked in there, he was hit by lightning, they pulled him out. Ikiwa hakuwa anatembea vizuri na Bwana na akaingia mle ndani, angegongwa mle ndani na umeme na radi na angevutwa nje. And yet Christ has called you to enter the Holy of Holies. Na ili hali Kristo amekuita uingie patakatifu pa patakatifu. Because the veil ruptured. If you watch the message and I talk about the lightning, Maana pazia ilipasuka. Na ukitazama ule ujumbe ambao nilinena kuhusu ile radi ama ule umeme, that is inside the Bible, the Ark of the Covenant in the throne room of God in heaven. ambayo imo ndani ya Biblia, katika sanduku la agano jipya la Bwana mbinguni, The 3 times of lightning that hits the Bible. radi mara 3 iliyoigonga Biblia, And then the seal on the Bible breaks. na kisha muhuri ulio katika Biblia unavunjika. That lightning is the same lightning that ruptured the veil, the pasia, the curtain, Hiyo radi ndio ile sawa ambayo ilipasua pazia, that separated the outer court and the Holy of Holies. iliyotenga nyua za nje na patakatifu pa patakatifu. And then he stood there and said, come, Alafu akasimama pale na kusema, njoo, be high priest with me. muwe makuhani wakuu pamoja nami. Let you offer my blood to the Father, because it's only my blood that the Father can accept right now. Na sasa mtoe damu yangu kama dhabihu kwa Baba, maana ni damu yangu pekee ambayo sasa Baba anaweza kuipokea. So he has called you to be a co-high priest with him, but offering his blood to the Father. Basi amekuita uwe kuhani mkuu pamoja naye, lakini ukitoa damu yake takatifu kwa Baba. And he says, I shall come back and I shall be enthroned, which means on the mercy seat between the 2 cherubim. Na anasema kwamba nitarudi na nitatukuzwa, kumaanisha kwamba juu ya kiti cha rehema, katikati ya makerubi wa utukufu. And I'm going to be enthroned with all of you, and we shall rule for 1,000 years. Na ninaenda kutukuzwa pamoja nanyi nyinyi nyote, kisha tutatawala kwa miaka 1000. He's calling you to equal status. He said, co-heirs. Anawaiteni katika viwango sawa pamoja naye. Anasema kwamba warithi sawa pamoja naye To the throne of God. That's what he says. katika kiti cha enzi cha Mungu. Hivyo ndivyo anavyosema. So you have dual inheritance with him. Basi una urithi sawa pamoja naye. God has called you to a holy living. Mungu amekuita katika maisha takatifu. He has called you as a high priest, Amekuita kama kuhani mkuu, as an image of Christ. kama umbo la Kristo. Let me ask you, would Christ be involved in slandering and gossiping? Wacha nikuulize swali. Je, Kristo Yesu atahusika katika fitina na masengenyo? Would he be involved in things like, manipulative talk? Je, Kristo Yesu atahusika katika mambo kama maongezi ya kiujanja? Let us clean up our tongues today. Wacha na tusafishe ndimi zetu leo hii.
This is just the tongue. I've not gone very far. Just the tongue. Na huu ni ulimi tu, sijaingia kilindini zaidi. I want you to understand the gravity with which God looks at the tongue. Ningependa uelewe uzito ambao Bwana anaambatanisha na ulimi. Because the tongue is part of the holy tabernacle. Maana ulimi ni sehemu ya hekalu takatifu. The holy temple of the Holy Spirit. Hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. And when I teach about restoration of the holy tabernacle of David, Na nitakapowafundisha kuhusu urejesho wa hekalu takatifu la Daudi, I will talk very specifically about how that reflects on you. nitanena kilindini kuhusu jinsi hiyo inakuathiri wewe. And you see that when he finished, he came up and he crowned it with gold on top. Na unaona ya kwamba alipokamilisha alikuja juu na akaifunika na dhahabu juu. That is him. That's the gold that surrounds the deity of God. Na huyo ni yeye. Hiyo ni dhahabu inayozingira ukuu wa Mungu. The presence of God. Uwepo wa Mungu. On the 32nd night, he came and finished it with that golden thing that he put on top there. Katika ule usiku wa 32 akaja na kuikamilisha na hicho kifuniko cha dhahabu alichoweka pale juu. That is him as the head of the church. Huyo ni yeye kama kichwa cha kanisa. And the church is you. Na kanisa ni wewe. And that ark of the covenant, Na hilo sanduku la agano, your heart, moyo wako, is actually that spiritual ark of the covenant. hakika ndilo lile sanduku la agano la kiroho. So that means this is the temple, this is the altar, Kumaanisha kwamba haya ndiyo madhabahu, hili ndilo hekalu, which has been circumcised by Christ. ambayo imetahiriwa na Kristo. And so I'm asking you, just like Christ is supposed to be enthroned Na basi ninakuuliza, sawa na jinsi vile Kristo anapaswa kuwa ametukuzwa on top of the church, juu ya kanisa, so the church can be considered restored, ili kwamba kanisa lichukuliwe kama lililorejeshwa, has Christ been enthroned in your lives? je, Kristo ametukuzwa katika maisha yenu, So you can be restored from the world towards seeing God. ili kwamba muweze kurejeshwa kutoka katika ulimwengu kuelekea kumwona Mungu? You are a prototype of the church. Wewe ni mfano wa kanisa. So when we talk the church, even the altar of the church, I'm talking about you. Tukinena kuhusu kanisa, hata madhabahu ya kanisa, ninanena kuhusu wewe mtu binafsi. I'm not going to say here things that are sweet, but I have to say it as it is, right? Siendi kusema hapa mambo ambayo ni matamu, lakini naenda kunena jinsi ilivyo, So we can grow, right? ili kwamba tupate kukua. There is seriousness with God, somebody. Kuna kumaanisha na Mungu mtu. Look at what he says in 2 Corinthians. Wacha tuangalie kile ambacho anasema katika Wakorintho wa pili. 2 Corinthians chapter 6, Wakorintho wa pili mlango wa 6, and I'm beginning from verse 16. nami inaanza na mstari wa 16. What argument is there between the temple of God and idols? The temple of the Holy Spirit is you. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hekalu la Roho Mtakatifu ni wewe. That's why 1 Corinthians 6:12 Daniel said, you are the holy temple of the Holy Spirit. Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 12 kuendelea inasema, wewe ni hekalu takatifu la Roho Mtakatifu. Let us get those idols out of our lives. Wacha tuondoe hizo sanamu katika maisha yetu. I know that there is such a concept as a pathological liar in the world. Najua ya kwamba kuna mambo kama haya, ya kwamba muongo stadi aliyekolea aliyezoea. But the Holy Spirit can terminate those concepts Lakini Roho Mtakatifu anaweza kuondoa mambo kama hayo and give you a new identity, transform you and put you on another course. na kukupatia kitambulisho kipya, kukubadilisha na kukutia katika mwelekeo tofauti. You see? If there's something that's an idol in your life, Ikiwa kuna kitu ambacho ni uongo katika maisha yako, lying, perversion, slander, they're just people that are known. In Kenya, there was even something I found that is called white lie. uongo, masengenyo, upotovu, fitina na vitu vingine vyote, na hata kitu nilichopata Kenya kinachoitwa uongo mweupe. Get out of there. Ondokeni mahali pale. And it's very common in the church. Na inapatikana mno kanisani. So don't have those white lies. Basi msiwe na huo uongo mweupe. Lying is a sin. Uongo ni dhambi. Okay? What I'm doing today is what Paul was prophesying to Timothy when he said, in those days there shall begin the process of the perfection of the saints. Kile ninafanya leo ni kile ambacho Paulo alimtabiria Timotheo nyakati zile, ya kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwa na kukamilisha kwa wateule. To perfect the saints, to go down to the nitty-gritties. Kuwakamilisha wateule, yani kuingia katika yale masuala madogo madogo.
to go down to the bottom of the issues now. kushughulikia vile vipengee na msingi wa mambo sasa. If surely we are repenting, Ikiwa kwa hakika tunatubu, then let it be reflected in the fruits that come out of repentance in us. basi na ionekane na matunda yanayotokana na toba ndani mwetu. And this is just on a personal basis. So. Na hii ni katika tu maisha ya mtu binafsi. And then there is the church situation also. Alafu kuna ile hali ya kanisa kwa kijumla pia. There is a situation in the church also. Kuna hali ya kanisa pia. I'm looking at 1 Peter chapter 2 verse 9 Ninaangalia Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. as I finish this thing here. Wakati nakamilisha mambo haya hapa. 1 Peter chapter 2 verse 9. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. About the temple that you are to the Lord. Kuhusu hekalu ambalo ni wewe kwa Bwana. 1 Peter 2:9. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. There are other scriptures more you can read. Kuna vifungu vingine zaidi ambavyo unaweza kusoma. And I want you to understand Lakini nataka mwelewe that the reason we did not get deep with God ya kwamba sababu ambayo hatukuingia kilindini na Mungu is because we did not understand the true nature of the Lord. ni kwa sababu hatukuelewa asili ya kweli ya Mungu. We coated him with caramel and made him a sweet God. Tulimfunika na sukari na kumfanya awe Mungu mtamu. And so we did things that defiled his name and defiled him. Na basi tukafanya mambo yaliyonajisi jina lake na kumnajisi yeye mwenyewe. And that's why even the national repentance that we had in the beginning Na ndio maana hata ile toba ya kitaifa tuliyokuwa nayo mwanzoni kabisa was not very deep at all. haikuwa ya kilindini hata kidogo. Until I thought after national repentance the Lord was taking me to Mexico and other countries where I was supposed to go back. Nilidhani ya kwamba baada ya hiyo toba ya kitaifa ya kwanza Bwana angenipeleka katika mataifa mengine kama Mexico na kwingine ambako nilipaswa kwenda. And then he told me, no, I want you to go down into the villages Na kisha kaniambia la, ningetaka sasa uende kule chini vijijini and these places. na haya maeneo mengine. And the more I went deep as the window of repentance opened, Na jinsi nilienda kilindini vijijini na jinsi dirisha la toba liliendelea kufunguka, the deeper the repentance became. ndivyo toba ikaendelea kuwa ya kilindini zaidi. Then I started learning and knowing that, wow, that means if the God of heaven, if the Lord is to use this altar in Kenya as a glorious altar, Basi hiyo ikanisababisha kuelewa ya kwamba ikiwa Baba Mungu wa mbinguni atatumia haya madhabahu ya Kenya kama madhabahu ya utukufu, then we have to go deep down and uproot the weed from its roots. basi ni lazima twende mle chini kilindini na tung'oe magugu kutoka katika mizizi yake. And that's what we're doing with your personal lives right now, okay? Na hicho ndicho tunafanya na maisha yako mtu binafsi sasa hivi, So we can be examples of Christ, ili kwamba tuwe mfano wa Kristo, the ambassadors of Christ and the mirror images of Christ. mabalozi wa Kristo na umbo la moja kwa moja la Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 9. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. Hallelujah. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Once you were not a people, but now you are the people of God. Ninyi mliokuwa kwanza si watu, bali sasa ni watu wa Mungu. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Lying belongs to the darkness, Kudanganya ni kwa giza, the kingdom of darkness. ufalme wa giza. Using your tongue for slander Kutumia ulimi wako kwa masengenyo and coarse jokes and sexual immorality na mizaha na dhambi za zinaa comes out of the kingdom of darkness. unatokana na ufalme wa giza. So he says, Basi anasema, we are a chosen people, a royal priesthood. sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Let us step out Wacha tutoke nje in the light katika nuru and go for the Lord. na kumwendea Bwana, Focus on the Lord tumlenge Bwana and pursue the cross of Jesus. na kuufuata na kuutafuta msalaba wa Yesu. Let us be people that will pursue the Lord. Wacha tuwe watu tutakaomwandama Bwana. Let us be the Jacob that will say, Lord, Wacha tuwe Yakobo atakayesema, Bwana, I will not live until you
bless me. Sitaondoka hadi utakaponibariki. I am not leaving until you bless me. Siondoki hata utakaponibariki Bwana. In Kakamega and Western Kenya, Kule Kakamega na katika magharibi mwa Kenya, and all of you are familiar with that message. na nyote mnafahamiana sana na huo ujumbe. When the Lord sent me there and asked me to speak to heaven, Wakati Bwana alinituma kule na akaniuliza kwamba niinenee mbingu to open up ili ifunguke and pour rain, na kumwaga mvua, and heaven opened up na mbingu ikafunguka and poured rain. na kumwaga mvua At the words of my mouth, kwa maneno ya kinywa changu. the Lord was doing that Bwana alikuwa akifanya hayo to emphasize to this nation kulisisitizia hili taifa that time has changed. kwamba wakati umebadilika. We cannot be Christians as usual. Hatuwezi kuwa Wakristo kama kawaida. That is because Hiyo ni kwa sababu we have not served the true God. hatujamtumikia Mungu wa kweli. We have not known his nature. Hatujajua asili yake. He made Hosea Alimsababisha Hosea to marry a prostitute, amuoe kahaba so the children of Israel could understand the pain he is going through. ili kwamba wana wa Israeli waelewe uchungu aliokuwa akipitia When they are going and sleeping with another God and coming back wanting him to love them. wakati wanaenda na kulala na miungu zingine, alafu wanamrudia Jehova, wanataka wapende. That is the true nature of the God we serve. Hiyo ndio asili ya kweli ya Mungu tunayemtumikia. He wants to own you completely. Anataka kumiliki kikamilifu. Your tongue is holy, Ulimi wako ni takatifu, because in the beginning he spoke a word and the sun was created. maana pale mwanzoni alinena neno na jua likaumbwa. And he said, yet I have made you in my own image. Na akasema, sasa nimekuumba wewe katika umbo langu. That means you have power to speak and things will come into being. Hiyo inamaanisha kwamba una nguvu na uwezo wa kunena na mambo yatakuja kutimia. You see what I'm saying? Je, waona ninachonena? You have so much power. Una nguvu na uwezo mwingi zaidi. Find that power. Tafuta huo uwezo. Ask the Lord. Muulize Bwana, You have created me in your own image. Bwana, umeniumba katika umbo lako mwenyewe. Lord, I want to make sure that I can speak. What is faith? Bwana, nataka nihakikishe kwamba ninaweza kunena. Na je, imani ni nini? Faith is believing in those things you've not yet seen Imani ni kuamini katika vile vitu ambavyo haujaviona and they'll come to pass. na vitakuja kutimia. So you can speak it into being. Basi unaweza kunena na ije kutimia. As a Christian, your tongue is holy. Kama Mkristo, ulimi wako ni takatifu. Let us go to the book of Malachi chapter 1 and finish this thing. Twende katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza tunapotamatisha. Book of Malachi Kitabu ni cha Malaki chapter 1. mlango wa kwanza. Malachi chapter 1. And you shall not sleep with another God. Na hauwezi kulala na miungu zingine. Hallelujah. Malachi chapter 1. This is what he says. Malaki mlango wa kwanza anasema hivi, Verse 6. mstari wa 6. A son honors his father. A servant his master. Let us go back to Jehovah God and cry to the Lord. Anasema mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Let us go back to Jehovah God Wacha tumrudie Jehova Mungu and cry to the Lord. na kumlilia Bwana, And you cannot blame the non-Christian. na hauwezi kuwalaumu wasio wa Kristo. The Christians are to blame Wakristo ndio wanaolawama yote, because you should have prayed enough maana wangeomba vya kutosha that such events should have not happened in this land. ya kwamba matukio kama hayo yasitendeke katika nchi hii. There is no way it could have happened if we had prayed enough. Hakuna vile yangetendeka ikiwa tungeomba vya kutosha. But on the other hand, the Lord uses that to expose them that are not of Him. Lakini katika njia nyingine Bwana anatumia hiyo kuwaweka wazi wasio wake. A son, verse 6 of Malachi chapter 1. A son honors his father, and a servant his master. If I am a father, where is honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Malaki mlango wa kwanza mstari wa 6. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake.
Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Asema Bwana wa majeshi. It is you, O priests, who show contempt of my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? You place defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying the Lord's table is contemptible. When you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor or your president. Would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty? Now implore to God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will he accept you, says the Lord Almighty? Oh, that one would shut the temple doors so that you would not light up useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and will not accept any offering from your hands. That is what happens. Kitabu ni cha Malaki mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 6. Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Munatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mtowapo sadaka aliye kipofu, si vibaya, na mtowapo sadaka waliovilema na wagonjwa, si vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe, au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu, ili atupe neema, ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu. Je, atawakubali nafsi zenu? Asema Bwana wa majeshi. Laiti angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kuifunga milango, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. That is what happens to you because of your tongue. Hicho ndicho kinachokutendekea kwa sababu ya ulimi wako. When the Lord Jesus died, wakati Bwana Yesu alikufa and resurrected, na akafufuka, he transferred us alituingiza from the earthly physical sanctuary to the spiritual sanctuary. Alitubadilisha kutoka katika hekalu la kijinsia la kiduniani hadi katika hekalu la kiroho. So instead of offering sacrifices of the blood of an animal, basi badala ya kutoa dhabihu ya damu ya mnyama, we are offering now our praises and worship. Sasa tunatoa dhabihu ya sifa na ibada zetu. Your tongue. Ulimi wako. Your tongue. Ulimi wako. Your tongue is key to your offerings now. Ulimi wako ni wa muhimu kwa dhabihu zako sasa. But the Lord is speaking to you today. Lakini leo Bwana nakunenea. How can you use the same tongue? Unawezaje kuutumia ule ulimi wako? Slandering here. Kuwa unasengenya hapa. Committing sin here. Ukitenda dhambi hapa. Coarse jokes. Mizaha mitupu. Jokes about sexuality. Mizaha ya uasherati. Sexual immorality, mizaha ya zinaa, and come back and offer sacrifices of worship and praise. That is a crippled animal. Alafu urudi na kutoa dhabihu ya ibada na sifa. Huyo ni mnyama mlemavu. You hear me? That animal is crippled. I don't receive that animal. Huyo mnyama ni mlemavu na sipokei aina hiyo ya dhabihu. Do you see where your tongue is taking you, somebody? Je, waona pala ambako ulimi wako unakupeleka mtu? Have you seen where your tongue is taking you?
Je, waona pale ambako ulimi wako unakupeleka? We cease to offer the blood of an animal. Tunakoma kutoa damu ya mnyama. We now offer the praises and worship to the Lord. Sasa tunatoa ibada na sifa kwa Bwana. Spiritual sacrifices. Dhabihu za kiroho. You see that? That means your tongue. Hiyo inamaanisha kwamba ulimi wako. That's why the Lord called me today to talk about the tongue. Na ndio maana Bwana aliniita leo ninene kuhusu ulimi. When you come here and you start speaking to the Lord, Wakati unakuja hapa na unaanza kumnenea Bwana, oh, you are the Almighty King. wewe ni mfalme mkuu mwenyezi. I give you praise. Ninakupa sifa. You're the Most High God. Wewe ni Mungu mkuu zaidi. It is what comes out of your tongue that He receives as the fragrance through the blood of Jesus. Ni kile ambacho kinatoka katika ulimi wako ndicho anachopokea kama manukato kupitia damu ya Yesu. You understand? Je, wanielewa? You cannot use the same tongue elsewhere. Sasa hauwezi kuutumia huo ulimi wako tena mahali pengine. If you did that, then you are offering a crippled animal. Ikiwa ulifanya hivyo, basi unatoa dhabihu ya mnyama mlemavu, A diseased animal and a blind animal mnyama mgonjwa na mnyama kipofu to the Lord. kwa Bwana. Did you hear me, somebody? Je, ulinisikia mtu? Oh, how I pray today Jinsi gani naomba leo that the Lord will teach you how to use your tongue ya kwamba Bwana atakufundisha jinsi ya kuutumia ulimi wako for His holy purposes. kwa sababu ya kazi zake takatifu. The tongue, the fruit of your lips. Ulimi, tunda la kinywa chako. You are speaking to the Lord, Unamnenea Bwana. so you cannot use the same tongue to go behind the scenes gossiping. Basi hauwezi kuutumia ulimi wako kwenda kule nyuma nyuma kujificha na kusengenya. You see? Oh, you know what? That sister these days has this problem. You know, sister kind of gossip. Alafu kusema kwamba unajua nini? Huyo dada siku hizi ako na shida fulani fulani. Hiyo aina ya fitina ya dada fulani. Let us make sure that we stay away from gossip and slander. Wache tuhakikishe kwamba tunajitenga kabisa na fitina na masengenyo. The bottom line is this. Na cha msingi ni hiki. Let us not use our tongues for sin. Tusiutumie ulimi wetu kwa dhambi. And in this process, Na katika hali hii, I want us to begin realizing that sanctification is a spiritual process. nataka tuelewe kwamba utakaso ni hatua ya kiroho. And the Holy Spirit empowers the process of sanctification. Na Roho Mtakatifu anatia nguvu hatua ya utakaso. And John the Baptist, when he brought, that's why John the Baptist talked with me, by the way. Na ndio maana Yohana Mbatizaji alinena pamoja nami, na wakati alileta, That's why the Father in His glory presented John the Baptist on my right hand side. na ndio maana Baba katika utukufu wake alimwasilisha Yohana Mbatizaji katika upande wangu wa kulia, Because John the Baptist started the ministry of repentance. maana Yohana Mbatizaji alianzisha huduma ya toba. And John the Baptist said there has to be fruits of repentance. Na Yohana Mbatizaji alisema kwamba lazima kuwe na matunda ya toba. My tongue has to change. Ulimi wangu ni lazima ubadilike. Sanctification has not taken place. Utakaso haujatendeka. We are lying to God Tunamdanganya Mungu. if that be the case. You understand me? Let us show the fruits of repentance, the fruits of sanctification. Wacha tuoneshe matunda ya toba, matunda ya utakaso. It is a spiritual process Ni hatua ya kiroho, that has far-reaching ramifications lakini ina athari kubwa kabisa hata za milele ambazo zinaathirika katika maisha yetu ya kijinsia ya kila siku. in the audio people hear, Katika hali ya kusikia, watu wanasikia in your life how you walk. jinsi unatembea katika maisha yako. All I'm telling you, Kile ambacho ninawaambia that now we need to move into holiness. ya kwamba sasa tunapaswa kuingia katika utakatifu. We need to move into the inner court, Tunapaswa kuingia patakatifu pa patakatifu, the holy of holies. patakatifu pa patakatifu. And we need to understand the true definition of the word holy. Na tunapaswa kuelewa maana ya kweli ya neno takatifu. To be holy in all that we do. Kuwa watakatifu katika yote tuyatendayo. Not saying on Sundays and then back to gossip. Sio kusema kwamba Jumapili pekee alafu narudia masengenyo. All, completely all. Kuwa mtakatifu katika yote kabisa. Really all means all. Na yote inamaanisha yote.
And listen to me. Na nisikizeni, The heaven and the earth will come and go, mbingu na dunia itakuja na kupita, but this word will not change. lakini hili neno halitawahi badilika. All will mean all. Yote inamaanisha yote. So the perfect bride of Christ Hivyo basi biharusi mkamilifu wa Kristo will be that bride on whom Christ is enthroned. atakuwa yule biharusi ambaye kwake Kristo ametukuzwa. Christ is the head of that bride. Kristo ndiyo kichwa cha huyo biharusi, And that bride is Christ-centered. na huyo biharusi amemlenga Kristo. And that bride has the works of the Holy Spirit into every bit of the fiber. Na huyo biharusi ana kazi za Kristo katika kila eneo la utu wake, Like you see in the Ark of the Covenant in the throne room of God in heaven. sawa na vile unaona katika sanduku la agano katika chumba cha enzi cha Mungu mbinguni. Remember Apostle John saw the same thing. Kumbuka mtume Yohana aliona mambo hayo pia. 1 year later the Lord showed me that scripture and I was shocked. Mwaka mmoja baadaye Bwana akanionyesha hicho kifungu. Apostle John saw the same lightning in the throne room. Mtume Yohana pia aliona ule umeme sawa maradi sawa katika chumba cha enzi. That is the work of the Holy Spirit, Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, completing the will of God, akikamilisha mapenzi ya Mungu, the will of sanctifying the church, mapenzi ya kulitakasa kanisa, sanctifying you, the Christian. kukutakasa wewe Mkristo. The power of the Holy Spirit is resident in that bride of Christ. Nguvu za Roho Mtakatifu zimejaa mno katika huyo biharusi wa Kristo, On whom Christ is enthroned. biharusi wa Kristo ambaye Kristo ametukuzwa juu yake. Your tongue now! How can you take it back there? Ulimi wako sasa unawezaje kuurejesha kule? Crippled animals, Wanyama walemavu, blind animals, wanyama vipofu, diseased animals. wanyama wagonjwa. How can you give those animals to him now? Unawezaje sasa kumtolea Bwana hao wanyama tena? Give him all offerings, sacrifice. Mtolee dhabihu takatifu. Use your tongue for God. Tumia ulimi wako kwa ajili ya Mungu. I want you to take 1 week. Nataka uchukue juma moja. Those of you who have been in a very bad shape in that area, Wale ambao mmekuwa mahali pabaya sana katika maeneo hayo ya ulimi, go into fasting, that's all right, during this week. enda katika kufunga, hiyo ni sawa katika juma hili. Just go and start fasting. Say, Lord, clean up my tongue. Wewe nenda tu na uanze kufunga, mwambie Bwana, takasa ulimi wangu. Now I've understood, Lord, Sasa Bwana, nimeelewa that actually my tongue is the medium of communicating. ya kwamba hakika ulimi wangu ni eneo la mawasiliano. How could I have used it for something else? Niliwezaje kuutumia kwa mambo mengine? How could I have used it for the enemy? Niliwezaje kuutumia kwa ibilisi? And yet I'm not carrying any jar of blood of an animal. It is a spiritual tabernacle now. Na ili hali sibebi tena chombo chochote cha damu ya mnyama, ni hekalu la kiroho sasa. It is a spiritual tabernacle now. I am offering the spiritual offerings now. How could I have done this, Lord? Sasa natoa dhabihu ya kiroho. Bwana, ningewezaje kufanya haya? And during this time, think about the things you have done with your tongue. Na wakati huu waza kuhusu mambo ambayo umetenda kuutumia ulimi wako. During this time, Wakati huu I want you to talk to the Lord using that tongue. nataka umnenee Bwana kuutumia huo ulimi, And tell him, Lord, na kumwambia Bwana, now I know that there is power in the tongue. sasa najua kwamba kuna uwezo katika ulimi, The power to life and death. uwezo wa uzima na mauti, And I choose life. nami nachagua uzima. During this time, repent also. Wakati huu pia tubu. For those of you that have used the tongue wrong, Kwa wale ambao mmetumia ulimi wenu vibaya, those of you that may have used your tongue in a way that is not rightful, wale ambao labda mlitumia ulimi wenu katika njia isiyofaa, during this time you can also begin repenting. sasa wakati huu pia unaweza kuanza kutubu. If the Lord tells you to go into 1 week fast, go ahead and do that. Ikiwa Bwana anakuambia uingie katika kufunga kwa juma moja, basi endelea fanya hivyo. We will not offer animals that are crippled, blind, or diseased anymore.
Hatutatoa dhabihu ya wanyama ambao ni vipofu, wagonjwa ama walemavu tena. It is a spiritual offering. Ni dhabihu ya kiroho. It is not a physical offering. Sio dhabihu ya kijinsia. It is not at all. Sio ya kijinsia hata kidogo. It is a spiritual sacrifice Ni dhabihu ya kiroho of praise and worship. ya ibada na sifa. And it should come from the inside of your heart. Na ni lazima itoke katika vilindi vya moyo wako As you speak to the Lord. unapomnenea Bwana. The Bible says from the abundance of the heart comes everything that you say. Biblia inasema kwamba kutoka katika vilivyomo moyoni mwako basi mtu hunena. Ask the Lord to minister to you. Muulize Bwana kuhudumie. Let this be a personal walk with the Lord. Wacha huu uwe mtembeo wa binafsi pamoja na Bwana. If this message spoke to your heart, don't keep it to yourself. Like this video, share it with someone who needs it, and subscribe to Divine Dialogue for more faith-filled insights and biblical truth. Subscribe, like, and share Divine Dialogue to get more of this content. Until next time, keep walking in truth and grace. God bless you richly.